Mabeki wa Simba sasa wamehusika na magoli 4. Yani ukichukulia mechi ya kwanza ile. Alifunga Rushain De Rock. Alifunga Rushain. Lakini pia mechi ya mwanzo kabisa wakati wanacheza dhidi ya ile timu ya Kenya. Simba Day. Sibeki alifunga pia. Wakaja juzi pia ndio hiyo ya Rushain. Rushain jana tena Rushain na Shamu. Wamehusika kwenye tuseme mabao matatu ya ligi kuu. Magoli matatu ya ligi kuu na moja hilo. Lakini swali langu la msingi inatoa tafsiri gani? Yaani maana yake kwa kiwango kikubwa mabeki wamehusika kwenye upatikanaji wa matokeo ya Simba mpaka sasa kuliko eneo la ushambuliaji. Ni kitu cha kawaida na ni kizuri zaidi. Kwa sababu ukiangalia hayo mabao kwa mfano ya jana ambao wamefungwa na mabeki ni mipira ya kutengwa kwa maana ya set play. Ukiangalia bao la kwanza ambalo limefungwa na Shamo Karaboi ilikuwa ni kona ambayo ilipigwa na Mutale. By the way, lazima nipongeze upigaji wa kona ya Budo. Yani wate kona ilikuwa bonge moja la kona. So ilikuwa ni in swing lakini inakatika, haiji direct kwenye 6 yard box, imejikunja. Yani ni kama unfragranto de digital, inakata lakini inamtafuta mtu. Kwa hiyo ile kona ikamkuta Shamo Karaboe ambaye tunajua ni center back. Mara nyingi sana ma center back wanakuaga na nguvu zaidi hewani. Alichokifanya ni kuikimbilia ile kona na kuunganisha kichwa kizuri kweli kweli. And then ukitazama bao ambalo limefungwa na Rushain De Rock. And then Namungo wameweka line yao ya ulinzi ambapo walikuwa wameweka mtego wa offside kwamba ukizidi kidogo kibendera kanyanyua. Lakini Rushain alichokifanya wakati cross inapigwa yuko onside lakini kwa nyuma kidogo. Wakati cross inajongea kuingia kwenye box naye akasogea kwenda kuiwai kabla ya wale mabeki akaenda kufunga. Kwa hiyo tunasema ni movement hatari kwenye box na amefunga goli. You see? Kwa hiyo issue inakuja hivi kwenye set play kwa maana mipira ya kutengwa na wahitaji ma center back wangu kuwepo kwenye box. Kwa sababu crosses zitapigwa kwenye box na mabeki always wanakuwa wazuri hewani. Kwa hiyo zile crosses zinazopigwa kwenye box nahitaji mzishambulie muweze kufunga mabao. Mabao yanatokea na wanafanya vizuri sana. So credit kwao kwa sababu tunahitaji alama 3. Haijalishi nani kafunga goli. Kwanza timu ipate matokeo and then tutakuja kuangalia individual brilliance ya mchezaji mmoja mmoja. So credit kwa Simba kwamba wanaweza kupata magoli kutoka sehemu tofauti tofauti kiwanjani. Sawa, Ashraf, jana ni kama wachezaji wa Simba kwa asilimia kubwa wamecheza kibinafsi. Yani kila mtu amejaribu kuonyesha uwezo wake na sio kucheza kitimu. Hilo tutakuja kuliangalia. Lakini nataka tuanze kwa kutazama kiwango cha Mutale, performance ambayo ameionyesha kwenye mchezo wa jana. Yes, ni muendelezo wa kile ambacho amekuwa akifanya. Unajua Mutale ni moja kati ya wachezaji ambao wana kipaji kikubwa, wana hiyo talent ya kuweza kufanya vitu vikatokea uwanjani. Msimu uliopita wakati anasajiliwa kwa mara ya kwanza kujiunga na timu alionyesha mechi nzuri sana kwenye mechi ya Simba Day. Baada ya hapo akawa na ups and down, injury akashindwa kuperform mpaka ilifikia wakati watu walitaka kukata jina lake, yani asiwepo tena kwenye msimu unaofuata. Lakini mwishoni alianza kuaminiwa tena na Mwalimu Fadu Davies, akampa namba na watu tukaanza kumuona yule Budo ambaye watu tunatarajia kumuona. Alichofanya amekop kile ambacho alikifanya mwishoni wa msimu, amekuja kukiendeleza. Ni mchezaji mzuri ambaye anastahili kucheza kwa sababu ni huyo mchezaji ambaye anajua nini anatakiwa kufanya. Sio yule wingo wa kizamani. Penda kutumia hilo neno, ni modern wing ambaye anajua namna gani anatakiwa kucheza, kutafuta nafasi. Unajua Mutale ni moja kati ya wachezaji ambao wana huo uwezo wa kucheza 1-2, kwamba anaachia mahali naondoka natafuta nafasi. Yani sehemu ambayo hatakiwi kudribble mpira kwenda mbele, hafanyi hivyo. Akiona hapa kuna nafasi ambayo naweza nikafanya hivyo, naweza kufanya hivyo. Kwa hiyo anaweza akafunga pia, anaweza kutoa assist. Ni mtu ambaye mimi naamini ana hiyo nafasi kubwa kucheza kwenye ile timu. Ni kuendelea kumpa ushirikiano na kuweza kuelewa movement zake namna ambavyo anafanya. Kwa hiyo tumi amekuwa lakini pia amekuwa akipoteza mipira. Inatokea. Hakuna mchezaji duniani apotezi mpira. Na sio kwa unajua pale Simba wapo wachezaji wengi ambao wanapoteza mpira kwenye eneo la kiungo. Unanielewa? Lakini ukienda kuangalia mara ambazo anapoteza mpira kuliko mara ambazo anapatia, mara nyingi huwa anapatia. Kwa hiyo kupoteza mpira it happens sometimes kwenye mpira. Hii hailetwi na tabia yake ya binafsi. No, mimi siamini kwamba ni binafsi. Sije kuamini kwamba Mutale ni binafsi, lakini unajua unapokuwa mshambuliaji, sababu anacheza kwenye eneo la ushambuliaji, option ya kwanza wewe ni kuweka mpira wavuni.
ikishindikana ndo unatafuta nani anayeyuko kwenye eneo sahihi ambalo anaweza akaweka mpira wavuni. Kwa wakati mwingine yeye kama winga na attempt kufunga, kwa sababu pia ukiacha tu kutoa 50 na kujisaidia timu kuichezesha, kuna wakati watu wana demand magoli kutoka kwake. Kwa hiyo kuna moment unamuelewa kwamba hapa alikuwa anaamini pengine anaweza akafunga. Leo hii ukienda kuangalia idadi kubwa mawinga duniani wanafunga, wana goals yao kina Salah tunawaimba kina Lamine wanafunga. Kwa hiyo na yeye kama winga pia kuna moment ana demand kufunga, na akiwa ndani anaona kwamba hapa mimi naweza nikafanya kitu kilichokuwa bora. Kwa akikosa ndio tunaona kwamba jamaa alitakiwa kutoa pass pale. Evansi, kwa namna ambavyo Simba walimiliki mpira kwa kiwango kikubwa, akacheza kwenye half ya mpinzani kwa maana Namungo, wamekwenda mapumziko on target 3. Idadi hiyo ilikuwa sawa sawa kwa namna ambavyo walikuwa na umiliki wa mchezo. Yani on target hazitoi tafsiri kwamba unatakiwa kuwa na idadi kubwa ya magoli, unatakiwa kuwa na idadi kubwa ya on target. Unaweza ukawa unamiliki mpira lakini utengenezi nafasi. Unaweza ukawa unashambulia lakini utengenezi nafasi. Unajua kuna tofauti ya kutengeneza nafasi na kushambulia. Yani mnaweza mkama mnapeleka mashambulizi, mpira wenu wa mwisho kwenda kwenye lango la mpinzani ikawa ni changamoto. Unapiga cross imevuka box, unapiga mpira ni nje, unapiga mpira watu wameblock. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinatokea. Mimi naamini ni kwenye muendelezo wa kile ambacho wamekuwa wanakifanya kwenye hizo nafasi ambazo tunazungumza ndio on target zenyewe, ni kwa sababu kulikuwa kuna hayo mazingira ya kupata hizo on target. Ila kikubwa ni mimi naamini ni ile flow ya timu imeanza kuonekana, namna gani ambavyo watu wanaweza kutekeleza majukumu yao kwa 100%. Kwa hiyo ni namna ya kuendelea kuboresha kwenye hicho ambacho kinafanyika. Na mimi unajua issue kubwa kwa Simba imekuwa ni hiyo creativity. Tunazungumza hizo on target ni chache kwa sababu creativity pia bado haitoshi. Yani watu hawatengenezi hizo nafasi za watu uliona goli kirahisi na kufanya hizo attempt, na hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kujaribu nje ya 18. Pia ni changamoto nyingine kwa Simba. Mimi naamini kuna vitu wakifanyia kazi tu. Tunaweza kwa tunazungumza first half wanaweza kuwa na target 5 na kuendelea, wanaweza angalau wamepata magoli 2, ila kama hakuna hayo mazingira ya kutengeneza chance baada ya dakika 5 dakika 10 kutengeneza chance nyingine, ni ngumu kuona on target zinakuwa nyingi kwenye kipindi cha kwanza au kipindi cha pili au kwenye mchezo mzima. Ni ngumu kuona hizo on target zikiwa zinapatikana. Kwa hiyo kwangu mimi naelewa ni kwenye mchakato wa kuendelea kuiboresha timu, ndio maana hivi ambavyo tunavizungumza sasa on target ni chache, vinaendelea kufanywa kazi. Hans, Yes. ni kama walinzi wa Namungo walikuwa wanaacha space na kutoa nafasi kwa Simba. Nikitolea mfano bao la kwanza, kuna namna ambavyo walishindwa disturb Simba. Tena pale alikuwepo Ondongo Faraie, lakini pia Daniel Amo alishindwa kumdhibitisha Mo. Ya unajua yani ili goli lifungwe inabidi wapinzani wafanye makosa. Kwa sababu mpira wa miguu ni makosa. Yani ni mchezo wa makosa of course. Usipofanya makosa then mpinzani hawezi kufunga goli. Kwa hiyo kilichotokea kwenye box ni poor marking kwa ma center back wawili wa Namungo kuweza kummark vizuri Shamo Karabwe. Lakini mimi bado nasifia kona ya Budo Mutale. Unajua mtu anaweza kaiona ile kona yani kama ya kawaida. Ile kona my friend ilikatwa vizuri, afu ilikuwa na nguvu na kasi. Kwa hiyo yani ilikuwa inamrahisishia Shamo Karabwe kwenda kuweka kichwa cha kuchumpa na kuongezea mpira. Japo nilikuwa naona kama defenders karibia 2-3 wanaenda kwa Rushain, ni kama ndo wanakwenda kumkaba zaidi, kwamba walidhani pengine ndo angekuwa ni mtu hatari kwenye ule mpira, wakamwacha Shamu kunyuma akaonekana anaruka free zaidi. Na ndo uzuri kwamba inapopigwa kona au mpira wa kutengwa nahitaji idadi kubwa ya watu kwenye box ya timu pinzani. Kwa sababu mabeki wataconcentrate na huyu watamwacha huyu, wataconcentrate na huyu watamwacha yule. Ndo pale tunapata bao. So utawasifia Simba kwa kile walichokifanya na utakuja kwa criticize mabeki wa Namungo kwamba kulikuwa kuna poor marking kwenye defense. Lakini tumekuwa tunazungumza mambo mengi. Kwa mechi ya jana tumpe credit Matola. Alifanya homework yake vizuri. Na uko vizuri, uko sahihi. Na swali langu nataka niulize, je, hiyo timu tuliyoiona flow yake ikicheza vizuri jana, ni kwa sababu gani? Matola, kwa sababu pia tuliona mabadiliko kwenye kikosi. Kuna kikosi cha kwanza kilichoanza kulikuwa na mabadiliko. Mtu kama Jean Charles hawa tumezoea kumuona akianza, mwalimu akamdrop. Inawezekana timu iliyocheza vizuri jana ni kwa sababu ya lineup iliyoanza, ama kuna kitu tu Matola amekwenda kukiongeza kwenye dressing room, wachezaji wakaanza kupush?
Ya kwanza anaangalia kwenye uwanja wa mazoezi nani yuko tayari kwa ajili ya mechi husika. Tunajua Simba wamecheza Jumapili, si ndio? Kwa kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wanacheza back to back, inawezekana jana hawakuwa tayari kuanza mechi. Kwa hiyo mwalimu alihitaji fresh legs. Ukizungumzia fresh legs unamzungumzia mtu kama Budo Mutale ambaye msimu huu hajapata dakika nyingi za kucheza na alikuwa anatamani kuonesha kwamba anastahili kuingia kwenye kikosi cha kwanza. So obviously mtu kama huyo ukimpa nafasi atataka kucheza kwa 100% ili amuimpress coach ampange kwenye mechi inayofuata. Kwa hiyo ulikuwa unategemea performance kama ile lazima ipatikane kwa nani? Kwa Budo Mutale. Mpanzu ameanza lakini mwalimu aliangalia first half kuna kitu kilikuwa kinakosekana akamuingiza Mahema. Of course nitakuja kuzungumzia hilo. Nilichokiona kwa Matola ni homework yake kwanza kwenye defense. Simba tangu msimu umeanza wamekuwa wana struggle kwenye transition kwa sababu nyuma wamekuwa wanabakiza mabeki wawili pale ambapo wanashambulia kwa maana ile rest defense yao. Mara nyingi sana Simba wamekuwa wanabaki na center back wawili na kiungo mmoja wa chini. You see, kwa hiyo kuna muda wanakuwa na watu watatu. Sasa kama unakutana na timu ambayo ni nzuri kwenye counter attack wana uwezo wa kukupa shida kweli kweli. Sasa alichokifanya jana Matola alijua Namungo wanaelitia Makambo ambaye ukimpa nafasi anaweza kukuadhibu eneo lolote la kiwanja. Kabunda wana Jacob Masawe, hao wote ni runners wanaweza kukimbia. Na akajua kabisa Namungo mara nyingi sana huwa wanapenda ku sit back and then watashambulia kwenye counter attack au watapiga mipira mirefu kwenda kwa Makambo, atahold then ataweka kwa Kabunda na kina Masawe umeshambuliwa. Kwa mwalimu jana alichokihitaji kwanza ni kuwa na rest defense ambayo ina wachezaji wengi na atengeneze balance ya kiulinzi kwenye transition. Kwa wakati Simba wanatoka nyuma jana tulikuwa tunashuhudia Shamo na Derok wanabaki kama center back wawili. Then Mligo na Kapombe wanapewa uhuru kabisa wa kwenda mbele zaidi kukumbatia upana wa uwanja. And then kinachotokea Budo Mutale lakini pia tunamzungumzia Mpanzu na Morris Abraham wanaingia zaidi kwenye half space kwenye haya maeneo hapa. So ukiangalia huu mstari tayari una watu watano. Una namba 10 watatu ambao wameingia ndani, fullback wawili wote wame overlap, then nyuma yao kuna viungo wawili kwa maana ya Kante na Kagoma. Sasa kinachofanyika ni nini? Mpira ukiwa kwenye phase ya kwanza ya ujenzi, uko kwa goalkeeper au kwa center back. Kante ata drop kuja kwenye hili eneo ambapo ametoka Mligo. Nadhani kama umetazama movement nyingi sana za Kante jana alikuwa anaombea mipira upande wa kushoto ambao ametoka Mligo. Kwa alikuwa anatengeneza back three ya uongo wakati Simba wanaanza kutoka nyuma. Kisha mbele hawa sasa watatu kwa maana ya Karabu, tunamzungumzia Kante ambaye amedrop na Rushen the Rock, mbele yao anakuepo Kagoma kama single 6. Kwa hiyo ukitazama hapa Simba tayari wana rest defense ya watu wanne wanatoka nyuma. So in case wakipoteza mpira wakati wanashambulia, basi Namungo akishambulia kwenye counter attack kuna watu wanne ambao wanaweza kufanyaje kukabiliana nao. Then uhuru wa kitendo cha Kagoma kuwepo mbele hawa mabeki watatu kulikuwa kunatoa uhuru zaidi kwa Morris Abraham kwenda mbele zaidi, kwa sababu Morris ni mzuri kweli kushambulia na anapenda kokota mpira. Na ukitazama Mpanzu na Mutale pia wote ni ball to fit player, ni watu ambao wanautamani sana mpira na uwezo wa kufunga safari kwenda mbele zaidi. Kwa nini mwalimu alifanya mabadiliko ya kumtoa Mpanzu? Alitazama wachezaji wote hawa wanapenda ku dribble, wanapenda ku manipulate mpira. Kati hawa viungo wote watakwenda kwa mkwala kwenye box na magoli yakatokea. Ile kila pass ilikuwa inakosekana. Kwa sababu hawa wote wakipokea mpira wanapenda kufunga safari kutembea. Sasa Namungo ilikuwa ukiupita mstari wa kwanza wa ulinzi unakutana na mstari wa watu wanne wa mabeki. Kwa unaweza ukafunga safari, mwisho wa siku ukakuta safari azifanyije? Azikamiliki. Ndio maana unamwona Budo alikuwa anafunga safari anaweza kufika kwenye box, watu wameintercept wamechukua. Mpanzu watu wameintercept wamechukua. Lakini Simba walikuwa na idadi kuna idadi ya wachezaji karibia watano wa Simba sita. Kuna unacheza na timu ambayo inacheza low block football, si ndio hivyo? Kuwapita katikati kwa kupiga penetration pass inakuwa ni ngumu kwa sababu wako wengi. Na hata mipira iliyopita katikati kwenda kwa Namungo ilikuwa ni michache sana. Kwa nini Mligo pamoja na Shomari hatukuona cross nyingi kutoka kwao? Kwa sababu walikuwa na space ya kutosha na washambuliwi kwenye maeneo yao, hakuweza kuweka cross za kutosha kwa Mukwala hapa ili tuone majaribio ya Simba kufunga magoli mengi. Nadhani moja kati ya kitu ambacho tusifie mabeki wa Namungo ni wazuri kwenye mipira ya hewani.
Kwa maana ukimtazama Ondongo na Amoa, ilikuwa ni ngumu sana kwa Mkwala hata zingepigwa cross kuweza kubato nao. Nadhani ni cross moja ambayo naikumbuka ilipigwa Mkwala akaishambulia akaenda kugonga mwamba. Nadhani wote mnaikumbuka. Ilikuwa ni cross moja na ni kwa sababu wali switch off. Lakini mara nyingi sana ukiwa na mafullback ambao wana overlap, mara nyingi sana hatuhitaji zile high crosses ambazo zinadondoka kwenye 6 yard box. Ukiwa na namba 10 watatu nje ya boxi, unahitaji kupiga cutbacks crosses, yani cross ambazo zinakata kurudi nyuma. So tayari una namba 10 watatu, una Mutale, una Mpanzu, una Morris Abraham. Kwa hiyo ukipiga cutback crosses ambazo zinarudi nyuma, zinaweza kukutana na hao watu watatu na kufanya vitu vifanyeje vitokee. Lakini mwalimu alichokifanya second half bwana Juma, kwamba namba 10 watatu ambao wanafunga safari, nahitaji kupata kiungo ambaye anaweza kuriski, akapokea mpira akaachia na muingiza Mahema second half. Nadhani hapo ndo tulianza kuona Simba inaanza kutengeneza nafasi nyingi sana kwenye box la timu pinzani, kwa maana na Mungu. Kwa sababu Mahema kuna muda anafunga safari, kuna muda anaachia pass, kwa sababu he's a pure number 10. Anajua majukumu yake, anajua muda ambao Mkwala yuko onside inahitaji kumwekea service, anajua muda ambao Mutale amefanya movement inahitaji kumwekea pass, sihitaji kufunga safari. Kwa hiyo ikawa imeongeza ile pasi ya mwisho ambayo ilikuwa inakosekana, na finally Simba wakapata mabao matatu ambayo yamewapa ushindi. Niseme ukweli, tangu msimu umeanza ndo nimeiona Simba ya jana ambayo ilikuwa inacheza kwa utashi. Intensity ulikuwa unaiona, yes sio 100%, lakini jana walipandisha mpaka 85% kuja 90. Yani watu walikuwa wanakimbia, then wakipoteza mpira ulikuwa unaiona ile pressure kwamba wana uwezo wa ku pressurize Namungo na kuweza kuregain possession. Kwa hiyo nadhani kwenye performance ya jana wanatakiwa kubuild kuanzia pale, kwamba walichokifanya jana mechi inayofuata wafanye zaidi. I don't know ni nini ambacho kitatokea, kwa sababu wako kwenye mazungumzo na baadhi ya makocha. Kwa hiyo inawezekana ukasikia leo au kesho akatangaza kocha mpya, lakini kama Matola yupo ni kwenda kuambia vijana, guys, yesterday tulikuwa na mechi nzuri, si ndio? Tunahitaji kubuild kutokana na ile performance ya jana kuelekea mechi zinazofuata. Wakifanya hivyo mara 5 mara 6, of course itakuwa ni Simba ambayo ni untouchable. Sawa, niende kwa Ashraf. Hans ametupa maelezo vizuri kuhusiana na game ya jana, lakini ni kweli kwamba bado Simba hawana structure nzuri. Structure kama na ipi inamaanisha? Kwa maana ya namna wanavyocheza, kucheza kitimu. Mimi naona wanacheza kitimu. Issue ilikuwa ni tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na issue ya chemistry, kwamba timu bado haijawa sawa. Na mimi nikili juzi hapa nilizungumza kwenye kipindi kwamba tangia huu msimu umeanza, ile mechi waliocheza dhidi ya Gaborone ndio mechi ya hovyo Simba kucheza tangia huu msimu umeanza. Lakini ni kama mwalimu alirudi kuzungumza na wachezaji, na jana ndo nimeiona Simba bora kwenye huu msimu. Yani mechi ya jana kwangu mimi ilikuwa ni fantastic, kwa sababu kwanza hakukuwepo na mchezaji abilia uwanjani. Kila mchezaji alikuwa anajaribu kutekeleza majukumu yake. Watu wote ndani walikuwa ni active. Lakini kwenye mechi iliyopita ni wachezaji wachache ndio walikuwa wanaonekana kwamba ni active, wanapambana, wakina Morris Abraham, akina Mrigo ndio walikuwa wanajaribu kufanya vile ambavyo timu kubwa inatakiwa kufanya. Lakini jana sitaki kuamini kwamba kuna kitu kipya cha ajabu kimeenda kufanyika, lakini ninachoamini ni kwamba Matola ameenda kuambia tu kwamba jamani, nyinyi wachezaji wakubwa mnacheza kwenye timu, yani nyinyi ni professional players, mnatakiwa kwenda kumwaga jasho uwanjani. Mechi iliyopita tumecheza vibaya, kila mtu anaweza kaangalia, yani hata mkienda kuangalia kwenye TV mtajua kwamba tuli underperform. Tunachotakiwa sasa hivi ni kwenda kuhakikisha kwamba sisi ni wakubwa kuliko Namungo.